Huyu jamaa Mungu anambariki mwaka huu. Anafanya nini? Napokea baba. Anambariki mwaka huu. Ila Bwana, okay, wakati alipokuja kanisani huyu, Mungu alimtendea muujiza ambao hajawahi kushuhudia. Ni kweli baba. Ni kweli baba. Miujiza mingi ambayo nimeipata hapa. Hiyo mingi mimi sitaki. Mimi nataka ule ambao ulipofika hapa Mungu aliutenda na hujashuhudia. Alafu endelee na mengine. Baba, ilikuwa ni mwaka 2023. Ilikuwa tarehe 12 ya mwezi wa 12. Miaka mingapi hiyo? Miaka 3. Yaani miaka 3 mtu amekaa na shuhuda tu. Amefanyaje? Amekaa na shuhuda. Nitakuwa na wachomoa huko mimi nawaambia. Baba, nilikuwa nalia kwa habari ya mwanangu. Nilikuwa na mtoto mmoja wa kike wa 3 kuzaliwa. Yupo hapa. Njoo. Huyu mtoto alikuwa ananisumbua mara kwa mara kwa habari ya kuishiwa damu. Muite. Pineapple Enoch. Ni huyu. Mpe sasa kana baba yake. Pineapple ni kipenzi cha baba hata hivyo. Kwa wanaonifahamu, nilikuja siku ya kwanza, ilikuwa ni Alhamisi ya tarehe 12 mwezi wa 12. Nilikuwa nimekaa maeneo yapo. Baba alipoingia madhabahuni, alikuja moja kwa moja wakati wa maombi akaniombea. Lakini aliniuliza tu kwamba naona una mgonjwa, na akaniuliza kwamba anasumbuliwa nini. Nikamweleza, lakini alinitamkia neno moja tu. Nimekumbuka unabii wako miaka 3 iliyopita. Siku nilipokufuata pale chini, nilikwambia ninaona askari polisi. Ilikuwa ni tarehe 18 ya mwezi 15 ya Jumapili iliyokuwa nafuata ya Juma. Yani nilipokuja Alhamisi ya tarehe 12, nikaingia Jumapili ya tarehe 15. Ndo ukanifuata. Nilikuwa nimekaa hayo maeneo, ukaniambia naona maaskari wanakuzunguka na nakuona unafanikiwa kupita kawaida, yani kwa haraka sana. Sikuamini baba, na kuna siku nyingine nikakufuata. Ngoja kwanza, kwa nini ukuamini? Kwani hao maaskari walikuwa wakuzunguka? Ulikuwa lock up au? Yani maisha niliyokuwa nayo baba, sikuweza kuamini, ila nilianza kuamini baada tu ya kuanza kujiunga na madhabahu ya kanisa hili. Yani Mungu wa madhabahu hii amenitendea mambo makubwa. Mungu akafanyaje kwa mtoto? Cha kwanza, amemponya mwanangu. Alikuwa na shida gani? Shida ya kuishiwa damu. Kwa muda wote alikuwa anaishiwa damu. Yani mtoto ukikaa wiki moja bila kugusa hospitalini, hiyo ni sherehe kwangu. Nilikuwa simalizi akikaa wiki moja bila kwenda hospitalini, ilikuwa ni sherehe tangu amezaliwa huyu Apple. Nani tena umesema? Pineapple. Ulikuwa ukaa wiki moja bila kwenda hospitalini, ni sherehe kwako? Baba, nikikaa wiki moja bila kugusa hospitali, kwangu ni sherehe. Baada ya kumleta hapa? Lakini baada ya kumleta hapa ulimwombea, ukaombea na maji, nikabeba maji ya upako, akawa anatumia na kunywa yale maji ya upako. Maji ya upako. Ulitamka neno moja tu kwamba huyu mtoto hataongezwa tena damu. Wakati naombea yale maji nampa, nikasema hataongezwa tena damu. Yani alisema kwa habari ya damu, huyu mtoto hutaiona tena. Yes. Ni kweli baba, ndani ya miaka 3 hii damu nilipopima sikuona tatizo la damu. Kwa ukweli baba, madhabahu hii ina nguvu. Yani Mungu wa Pastor Richard Mlema sio wa kawaida. Jesus. Hebu mpigie makofi Mungu aliye hai. Yes. Umeona ya makofi yote waliopiga watu? Wamempigia Mungu. Wewe unafikiri Mungu amejisikiaje kupigiwa makofi? Mungu anajisikia vizuri sana. Amesikia vizuri. Sasa ungemsababisha lini apigiwe makofi kama usingeshuhudia? Yani baba, kwa kweli ilikuwa leo la makofi na shangwe kwa Yesu. Oh yes. Mungu amemponya Pineapple. Mpigie Yesu makofi. Jesus. Kuna ushuhuda mwingine.
Kuna matunda tuliyatumia ile mwezi wa 5 tarehe 18. Matunda. Ile ibada ilikuwa ni ya matunda hapa. Aha. Nikachukua ndizi moja. Baba, sadaka hiyo ilifanya mambo makubwa. Kila ninalolifanya ulikuja kujiungamanisha na sadaka 10,000 na ukachukua tunda moja. Kwani ile tunda lilikuwa linauzwa? Halikuwa yauzwa, nilijiungamanisha na sadaka. Uliweka tu sadaka ukachukua tunda. Nikachukua tunda. Aha, Baba, hiyo sadaka, hilo tunda lilifanya mambo makubwa. Aha. Kila kitu nilichokuwa nakifanya, biashara ninazozifanya zinaenda zilali. Mpaka leo zinaenda. Mpaka leo zinaenda. Kwa hiyo mambo yamekaa vizuri. Baba, yani mambo yanaenda. Yani kila ninachokigusa kinaenda baba. Power. Oh yes, oh yes, oh yes. Ndio maana mwaka huu unakuona unanunua chombo cha moto. Ni kweli baba, niliandika maombi ulipotangaza ile Alhamisi ya kabla ya kuingia mwaka mpya. Ukasema kwamba muandae maombi kwa ajili ya malengo, yani malengo mapya ya mwaka ujao. Nikaandika malengo matatu. Lengo la kwanza niliandika mwaka unaokuja 2026 nahitaji kununua chombo cha moto, iwe ni pikipiki, ila chochote kile kiwe ni chombo cha moto. Ni kweli baba, kabla hata ya maombi. Ngoja kwanza. Kwa nini uliandika chombo cha moto? Ukumeshen kabisa gari kama ule mama. Nilimesheni cha kwanza kabisa niliandika chombo cha moto iwe pikipiki. Yaani nikiferi sana ninunue pikipiki. Ni kweli maana yake nilihitaji, maana nakoishi ni mbali, nilihitaji kwamba nipate chombo cha moto iwe napata angalau niwahi kanisani. Ni kweli baba, Mungu amenijibu. Tayari. Ilikuwa tarehe 11 mwezi wa kwanza nilinunua chombo cha moto baba. Jesus. Power. Umeshanionyesha hicho chombo? Bado sijakileta hapa, ndio mara ya kwanza kinaingia madhabahuni. Bado hujakileta? Ndio. Au hujakileta hapa? Nilichukulia Mwanza. Akijaja hapa? Akijaja hapa. Umeshaniambia unacho? Sijakwambia baba. Profesa. Hebu sema chombo cha moto. Chombo cha moto. Kwa hiyo kwenye yale maombi pale hicho chombo kimo. Kwa hiyo tukatiki sasa pale. Kwenye maombi hapa baba, Jumapili iliyopita sikuwepo. Maombi nayo bado nayo hapo kwenye yale ulioandika yameanza kujibiwa. Oh yes. Ukiomba gari napewa gari, ukiomba chombo cha moto. Chombo cha moto. Mungu anaona chombo cha moto unachoomba. Utapokea sawa sawa. Yes. Tunahitaji usafiri wa pikipiki mpya mwaka 2026. Ombi la kwanza. Ombi la pili. Ona walipong'aa macho. Wakusikia maombi wenzio. Uanze kuloga. Ombi la kwanza amefanya nini? Limetikiwa. Ili la kutiki, yani wenzako tarehe 18 wameanza kufanya nini? Kutiki. Naamuru katika jina la Yesu. Oh yes. Jioni ya leo kaanza kutiki na wewe. I receive it. Pokea kwa jina la Yesu. I receive. Piga kesi, sema amen. Amen. Aha. Kwa hiyo chombo tayari. Baba, chombo tayari. Na hitaji lake kubwa sio kwenda kazini, alimtaka Mungu ampe chombo ili awe anawahi ibadani. Yaani unaona kitu ambacho kiwekea ile first priority ya kwanza Mungu. Yes. Mnanisikiliza ya kwanza mkinakuja mapema. Wewe ulioomba pikipiki kwa ajili ya kuwahi machinjioni kwa sababu unaenda kununua kama kongoro, utaipata mwezi wa 10. Walio mention Mungu kwamba Mungu hii niwe na wahi kwenda kukuabudu. Mungu asema mwaka huu nataka kwenda kuniabudu, ndio tarehe 10 hiyo hapo. Jesus. Mwambie ndani yako, na mimi napokea kwa jina la Yesu. Na mimi napokea kwa jina la Yesu. Yaani mpe Mungu nafasi ya kwanza. Umemsikia yule alisema
alimwambia Mungu, maombi ya asubuhi napata shida sana kutoka huku, kwa hiyo nataka gari mwaka huu. Yes. Halo. Hello. Naye kabla tarehe 15, yani kabla hatujaanza maombi vimewahi. Yes. 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 Nafikiri ndio maana Mungu alizuia maombi Jumapili, ili hawa ambao walishaomba special kuja kwenye maombi tunapoanza wawe navyo, sio? Oh yes. Piga kesema amen. Amen. Aha. Kwa hiyo chuma kimekuja. Baba, chuma tayari kimekuja. Lakini baba lakini vile vile nimeshajenga nyumba tayari. Tangu umekanyaga hapo umeshajenga nyumba ya kuishi. Nimeshajenga nyumba ya kuishi. Yes. Bado sijahamia. Kwa nguvu ya hii madhabahu. Kwa nguvu ya hii madhabahu. Bado hujahamia. Bado sijahamia. Na chuma umeshanunua. Na chuma nimenunua. Na mtoto ameshapona. Na mtoto amepona. Ni nani kama huyu Mungu tunayemtumikia? Hakuna. Anakuambia alikuwa na maisha magumu, amejenga nyumba, mtoto ameponywa ugonjwa ambao umemtisha tangu amezaliwa, amenunua pikipiki, alichokuwa anataka, yani lengo ni nini alikuwa anataka na amepata. Nyumba hujahamia bado? Bado baba, sijahamia. Unahamia mwaka huu? Kwenye maombi yangu ndo ni moja ya ombi kwamba mwaka huu. Ngoja niangalie usinidanganye. Tunahitaji kumalizia nyumba yetu mwaka huu, tuhamie 2026. Jesus. Na mimi nasema mwezi wa 4. Professor. Pokea baba. Mimi ni neno linaloishi. Oh yes. Limevaa mwili na likaja kwenu. Oh yes. Mwezi wa 4. Oh yes. Baba. Utahamia nyumba yako. Napokea baba. Wapande washuke kimekula kwao. Hebu sema wapande washuke kimekula kwao. Wapande washuke kina. Mwezi wa 4 anahamia kwake. Kwa kweli baba, ni hayo baba. Ila napenda tu kumshukuru Mungu wa madhabahu hii na kuambia wanakanisa wenzangu kwamba Mungu wa madhabahu ya Pastor Rita Haji Mrema sio wa kawaida. Ni Mungu ambaye anajibu kwa wakati. Na siri ambayo mimi nilitembea nayo katika madhabahu hii, kila pesa ambayo inapitia mkononi mwangu, ila fungu la 10 nilete madhabahuni. Oh yes, oh yes, oh yes. Hayo makofi ni wachache. Jesus. Amesema siri anayotembea nayo ni kuhakikisha anatoa fungu la 10 kwenye kila pesa inayoingia kwenye mikono yake. Amepungukiwa, ameongezewa. Kuna mtu anafikiri ukitoa fungu la 10 unapungukiwa. Mungu anasema umenijaribu uone kama sintakubariki. Mtoto amepona, usafiri amenunua, nyumba anahamia mwezi wa 4. Mpigie Yesu makofi. Oh yes, oh yes. Mgeukie jirani yako, mwambie wewe endelea kula fungu la 10 tu. Wewe endelea kula fungu la 10 tu. Uone kama utatoboa. Uone kama utatoboa. Oh baba, ni hayo tu. Mpigie Yesu makofi. Endelea kusubiri muujiza nyingine zaidi ya hiyo baba. Hiyo Haya. Mungu akubariki sana.